Hii ndio namna nzuri ya kutengeneza budget ambapo itakusaidia wewe unapopata pesa zako, kama unafanya kazi au unafanya biashara, iweze kukusaidia kuweza kufikisha hatua kubwa ya kimafanikio. Kama ukipata fedha, jambo la kwanza unatenga akiba ama uwekezaji. Hii ni namba moja, si namba mbili. Na hapa unaweza ukaipa 30%. 30% ya akiba na uwekezaji unayoitenga, tafsiri yake ni 10% ipeleke ukampe Mungu kama shukrani ama sehemu ya zaka, na 20% katika hizi 30% za akiba na uwekezaji ipeleke kwenye uwekezaji, aidha ule ambao umeuanzisha ama hisa ama vitega uchumi vingine ambavyo unavifanya, ama iweke akiba kwanza ili iongezeke, na baada ya miezi kadhaa uweze kufungua kitu ambacho utakifanya kama biashara ndogo, na hii ambayo itaanza kuingizia pesa. Na jambo la pili ambalo ni la msingi, hapo unaenda kutenga sehemu ya matumizi ya lazima, yale ambayo ni lazima kuwa nayo, 50%. 50% itumie kwenye matumizi ya lazima, ambapo hapa matumizi ya lazima ni kama chakula, mavazi, usafiri, afya, na matumizi yale yote ambayo ukiyakosa yanakuweka kwenye hatari katika maisha. Haya yote yanabidi ya kufiti kwenye 50%. Na kuna swali moja ambalo linakuwa linaulizwa na watu wengi kwamba sasa kama katika 1% ya fedha zangu zote, ni 1% ngapi nitumie kama kulipa ada ya pango au eneo la kodi ya nyumba ambayo unaishi. Kwenye kodi ya nyumba unayoishi, nakushauri isizidi 10% ya kipato unachopata. Kama unapata 100,000, tafsiri yake 10% ni 10,000. Kama unapata 500,000, tafsiri yake 10% ni shilingi 50,000. Kwa hiyo kama unapata 500,000, usikodi chumba kinachozidi shilingi 50,000. Natakiwa ukodi chumba chini ya ama katika hiyo shilingi 50,000 kama sehemu ya kulipa kodi, kwa sababu kulipa kodi ni sehemu ya matumizi ya lazima, kwa sababu ni eneo la makazi. Kwa hiyo inabidi kufiti kwenye zile 50% ya matumizi ya lazima, lakini 20% iliyobaki ni ya matumizi yale ambayo sio ya lazima. Haya ni matumizi ambayo ni kama kununua vifurushi vikubwa kwenye TV, kununua nguo mpya zile kali sana, kununua simu mpya, kufanya kutoka mitoko mbalimbali. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo si ya lazima. Lakini kama wewe ni kijana, hii sehemu ambayo ya 20% sio ya lazima, unaweza ukaihamishia kwenye uwekezaji pamoja na akiba, ili kusudi uweze kuongeza utajiri wako. Na hii hapa itaweza kufanikisha kuweza kufanikiwa katika mambo makubwa. Nimeongea vitu vitatu katika bajeti niliyokufundisha sasa. Nikakwambia hivi, jambo la kwanza, tenga akiba na uwekezaji 30%, ambapo 10% iende kwa Mungu, 20% iende kwako mwenyewe binafsi kwa kuweka akiba ama kuwekeza. Na jambo la pili nimekwambia 50% iende kwenye matumizi ya lazima. Na jambo la tatu nimekwambia 20% iende kwenye mambo yasiyo ya lazima. Lakini nimesema tena kwamba kama wewe ni kijana, hii 20% ya matumizi ambayo sio ya lazima ipeleke kwenye uwekezaji, na huku uweze kupunguza ama uitoe zaidi kama unatafuta kwa kipindi cha mara kwanza unavyoanza kuingiza fedha.